Tanzania. Kwa katika hilo tunachojifunza nini? Kwamba hata kama utaona hauna njia nyingine ya kupita, unatakiwa ukae chini utafakari. Baadaye utakuja kutambua kwamba umebakiwa na njia moja ya kupita, kwa sababu Mwenyezi Mungu siku zote hawezi akakunyima njia zote za kupita. Ni wewe tu na kukaa na kutafakari. Mambo mazito kidogo. Leo nimesema naongea mambo mazito kidogo. Nadhani mpaka mimi mwenyewe nikiwa nazungumza natetemeka, naogopa. Kosa la mwisho nimesema kwamba epuka kuiaminisha akili yako kwamba una njia nyingi za kupita. Una njia nyingi za kupita. Una nyakati nyingi za kupita. Ila unatakiwa uchukue hatua pale unapoona kuna mpenyo umepata kwenye jambo ambalo hilo pekee ndilo ambalo unaamini kwa akili yako kwamba litakutoa katika hali ngumu ulionayo. Nakupa kisa kingine cha mwisho cha Bwana Elisha Gray na ndugu Alexander Berry, jina kubwa kidogo. Dunia hii leo inamtambua ndugu Alexander Berry kama ndiye mtu wa kwanza duniani kugundua teknolojia ya mawasiliano ya simu. Lakini ukweli uko wapi? Ukweli ni kwamba Bwana Elisha Gray ndiye mtu wa kwanza kupata wazo na kugundua teknolojia ya mawasiliano duniani, kupitisha sauti kwenye nyaya, kuwasiliana. Alipopata lile wazo ndugu Elisha Gray katika miaka 1800 huko, alipopata lile wazo akawa anaamini kwamba ana nyakati nyingi za kwenda kulisajili wazo lake katika mamlaka za usajili ili aanze kulifanyia kazi. Zikapita siku nyingi, kapita miaka, halikuwa hajaenda. Baadaye ndugu Alexander Bell hakaja kupata wazo lile kupitia zile tafiti zinazovuja ambazo alikuwa anazifanya ndugu Elisha Gray. Alichokifanya Alexander Bell, historia inaikumbuka siku ya tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 1876 ambapo Alexander Bell alienda katika mamlaka za kusajili mawazo. Ilikuwa saa 3:30, saa 3:30 asubuhi. Akaenda akasajili wazo lake na akaondoka. Hiyo siku ilikuwa siku ya ajabu sana. Hiyo siku ya tarehe 18 Februari mwezi wa pili mwaka 1876, ndugu Elisha Gray saa 5 kamili asubuhi hiyo akaenda pia kusajili wazo baada ya kubaki nalo zaidi ya miaka na miaka. Alipofika pale wakamwambia kwamba hilo wazo tayari linamilikiwa na mtu mwingine ambaye anaitwa Alexander Bell, na lisali moja lililopita alikuja kulisajili, na kwa maana hiyo hautokuwa na mamlaka wewe ya kuendeleza hilo wazo kwa sababu sio lako. Watu wanasema, Shadeli, haya mambo umeyatoa wapi na unazungumza nini? Lakini ndio walisia. Leo hii dunia inamtambua Alexander Bell kwamba ndiye mwanzilishi namba 1 wa teknolojia ya simu duniani, ambayo ndio teknolojia kubwa zaidi katika ulimwengu wa sasa katika mtandao wa mawasiliano. Elisha Gray alilia na kusaga meno, lakini leo hii mpaka nakufa hata dunia haimfahamu kwamba yeye ndiye mwanzilishi wa hilo wazo la teknolojia ya mawasiliano. Kwa nini? Kwa sababu alichelewa kwa kujiaminisha kwamba ana nyakati nyingi za kufanya. Kwa katika funzo hilo linatupa mwanga kwamba
hauna nafasi zingine. Utakapopata jambo ambalo unaamini hilo ndilo litakalo kuamua katika situation ulizonazo, basi chukua hatua. Kwa katika yale mambo matatu ambayo leo nimeyazungumza kwa upole sana, na naamini utakuwa umejifunza vitu vingi, ni hayo. La kukuacha nalo tu, mambo matatu mengine ya kukuacha nayo katika kusummarize ni kwamba binadamu ana nafasi nyingi za kushinda, lakini nafasi bora inakuwa ni moja. Hizo zingine zinakuwa extra baada ya kushindwa kwenye nafasi moja bora kwenye maisha yako. Lakini jambo la pili ni kwamba hakuna mtu ambaye anakuzidi uwezo wa kufanya lile ambalo wewe ni uwezo wako, ni ndoto yako, kwa sababu kila mtu ana nafasi zake. Na la mwisho ni kwamba usisahau kwamba hii dunia ina watu wengi wapuzi sana. Kwa maana hiyo usikatishwe tamaa kwenye lile jambo ambalo unaliamini kwa sababu ya wale wanaosema. Hii kauli waga nairudiaga sana. Namalizia kwa kusema never regret again, now wake up. Never regret again, never regret again, now wake up.